Msingi wetu wa mafundisho hauendi mbali, tuko mle bado kwenye mahusiano. Amen. Tuliongea Jumapili, nilikuwa na kufundisha kuhusu vile shetani anaweza kuondoa roho ya kuambatana katika ndoa au katika mahusiano. Haleluya. Na nikafundisha vitu vinavyotokea ikiwa roho ya kuambatana inafanya nini? Imeondoka. Na kipengele kimoja ambacho kilikuwa ni cha kufungia hatukukiongelea kwa sababu niliona muda umeisha, na leo nataka tuendelee kipengele cha 5, kitu ambacho shetani huwa anakifanya baada ya kuondoa roho ya kuambatana ndani ya ndoa. Kama unakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Biblia inasema hao wawili wataambatana na watakuwa mwili mmoja. Haleluya. Manake kinachotakiwa kitangulie ni kuambatana. Baada ya hapo ndio kuwa mwili mmoja kunatokea. Sawa? Kwa hiyo ikiwa shetani ataondoa roho ya kuambatana, inamaanisha kwamba hawa watu hawawezi kuwa mwili mmoja. Ndiyo maana roho ya kuambatana ikiwa haipo kati yako na mpenzi wako, hata kama mlianza mahusiano kwa muda mrefu, hamtafikia ndoa. Na hata kama mpo kwenye ndoa, mwisho wake itakuwa ni kuachana, na sio kuachana hata kwa vizuri. Unaweza shangaa mnaachana vibaya sana. Ndio pale unaikuta mwanamke ameachiwa watoto 7, ameachiwa watoto 5, ameachiwa watoto 3. Mwanaume hajisikii kulea wale watoto, hataki kulea wale watoto, hataki hata kusikia. Na saa zingine ana uwezo tu na anajifanya tu kama haelewi kinachoendelea. Haleluya. Familia zingine wameshakuwa huko kabisa mpaka wengine wamekuwa wakubwa. Sasa umekuwa mkubwa, unataka kuolewa, unaikuta baba ambaye alikukataa hakukulea ndio anang'ang'ania kula hela ya mahali, na ndio anapanga mahali kubwa kama anakomesha. Kumbe ni nini? Ni roho tu inavuruga tu familia, inavuruga tu mahusiano. Kwa hiyo tunaposimama kwenye maombi tunasema tuombee hadi familia, tunahitaji roho yoyote ya mafarakano ambayo huwa inazuia ndoa kwenye familia isiwepo. Iwe ni kwako, iwe ni kwa watoto wako, iwe ni kwa wazazi wako. Kumbuka, roho ya mafarakano ya ndoa au mahusiano ikiwepo tu kwa wazazi, watoto huko hamwezi kuwa na amani. Hata kama wewe unaishi na furaha na mume wako au na mke wako, ukisikia mama amepigwa nyumbani, unaweza sikia furaha, utasikia amani. Unasikia baba amelewa, amejikojolea, anatembea barabarani amejikojolea, utasikia furaha. Kwa hiyo hauwezi kujisikia furaha. Hata wajukuu utawapeleka kweli kwa babu yake, uwezi wapeleke unakuwa wafiche ili wasione babu akiwa amelewa, ama wasione wazazi wako wakiwa wanapigana. Sawa? Kwa hiyo tunaposema tunaombea mahusiano, inatakiwa kila mtu awe very serious. Amen. Hasa kile kinachotokea shetani akiondoa roho ya kuambatana ndani ya familia au ndani ya mahusiano, shetani huwa anaweza kufunga milango ya baraka. Shetani huwa anafunga milango ya baraka kwa watu wote wawili, kwa wanandoa au kwa watu wenye mahusiano. Anafunga milango ya baraka. Kumbuka Biblia inasema baraka ya Bwana hutajilisha. Baraka ya Bwana hufanya nini? Hutajilisha. Kwa hiyo shetani anaweza funga milango ya baraka ili utajiri kwenye familia usiwepo. Wangapi wananielewa? Okay, shetani anawezaje kufunga milango ya baraka kwenye familia wakati baraka inaamuliwa na Mungu? Si ndio swali linaweza kuwepo? Kumbuka shetani anakuwa ameshatangulia kuondoa roho ya nini? Anakuwa ameshaondoa roho ya kuambatana. Sasa kama roho ya kuambatana imeondoka, automatically mwelekeo wenu sio mmoja, mmeshatengana. Nani ananielewa? Kwa hivyo anakuwa na nafasi ya kuzuia baraka kwenu, kwa sababu wewe hautawaza mema juu ya mpenzi wako, na mpenzi wako hawezi kuwaza mema juu yako. Unanielewa? Unielewi? Ndio maana nilisema kule nyuma, wakati roho ya kuambatana ikiondolewa, shetani huwa anaachilia chuki. Sasa piga hesabu, ukimchukia mwanaume utamwazia apandishwe cheo. Ukiwa unamchukia mpenzi wako amekuacha,
Unaweza muombea apate hela? Muongelee ukweli, acha na vya ulokole uliopitiliza. Mwanaume amekuachia watoto, ameenda huko na mwanamke mwingine, utamuombea awe na amani? Mwanamke amekuacha na watoto, na wanawake siku hizo wanaachia wanaume watoto. Mwanamke ameacha watoto nyumbani, mwanaume mwenyewe saa zingine hata sokoni ukujui. Utaombea mwanamke akae kwa amani anakoenda? Mawazo yako yatawaza mema juu yake? Hapana, haiwezekani, sio rahisi. Kwa anatanguliza kwanza kuweka chuki, ili akifunga milango ya baraka anakuwa na haki ya kufunga milango yako ya baraka. Na wako watu wengi ambao wanaishi kwenye familia ya ndoa, lakini milango ya baraka ilishaondolewa, ilishafungwa kitambo, na haiwezi kufunguka kwa sababu baba anamwazia mke wake mabaya, mwanamke anamwazia mume wake mabaya. Sasa je, ni nani atakuwa na amani na mwenzie? So hakuna kufocus kuangalia mbele, hamuangalii nini mfanye kwenda mbele. Kila mtu anafanya kitu amkomeshe mwenzie, kila mtu anafanya kitu ili ahakikishe mwenzie hawezi kufanya nini, hawezi kumsumbua. Nanielewa? Mwanaume ataficha hela ili ukimzingua aende kupanga, mwanamke naye anaficha hela ili ukimzingua aende kupanga. Je, mnaweza kwenda mbele? Hapana. Milango ya baraka inakuwa imefanyaje? Imefungwa. Shetani anakuwa amepata uhalali wa kufunga milango ya baraka. Inua mkono juu, sema kuanzia leo, kwa jina la Yesu, kila baraka yangu iliyofungwa leo ninaamuru ifunguke kwa jina la Yesu. Kila mshirikina, kila mchawi aliyefunga baraka ya familia, baraka ya ndoa kwenye maisha yangu, kwenye familia yetu, leo ninaamuru achie baraka kwa jina la Yesu, kama ilivyoandikwa ya kwamba baraka za Mungu hutajilisha. Leo ninaita baraka za Bwana juu ya maisha yangu. Ninaita baraka za Bwana kwenye mahusiano, baraka za Bwana kwenye ndoa, baraka za Bwana kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu ninakomesha kila mamlaka ya uharibifu ndani ya ndoa, ndani ya mahusiano, ndani ya familia. Kwa jina la Yesu, ewe roho ya kuharibu ndoa ndani ya familia yangu, leo na kukomesha na kusambaratisha na kubomoa. Achia familia, achia familia, achia majina yetu, achia nyota zetu, achia majina yetu, achia damu zetu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mathayo 16:19. Mathayo 16 mstari wa 19. Biblia inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Mungu alikuwa anampatia ahadi hii Petro. Haleluya. Alikuwa anampatia ahadi nani? Petro. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 16 mstari wa 19. Ni ahadi ambayo Petro alipewa baada ya kuwa amejua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Baada ya kuwa amejua Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kuna mahali pengine ili Mungu akurudishie mamlaka ulionao, ni lazima utambue, yaani uwe na ufahamu juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, nami nakupa ufunguo ya mamlaka. Funguo ya nini? Juu ya ufalme wa nani? Anampa funguo ya ufalme wa nani? Wa mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo kama leo tunaingia kwenye maombi haya kwa sababu sisi tumemjua Yesu, Biblia inasema wote waliompokea waliwageuza wakawa watoto wa Mungu. Wangapi wameokoka? Kama hujaokoka, hii haikuhusu. Ujue Biblia haidanganyi. Sawa? Biblia ifanye nini? Kila aliyeokoka inua mkono juu. Haya, shusha. Ambaye hajaokoka inua mkono juu. Okay? Mnangoja nini kuokoka? Kuokoka ni kumwamini Yesu, kumkiri Yesu na kumpokea Yesu na kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
Sawa? Na kuokoka sio ushamba, kwa sababu leo hii ukikataa wokovu, Yesu akija, manake wewe utabaki. Hata kama ulikuwa kanisani, unaweza kuwa mhudhuria maombi sana, kama hujaokoka, Yesu akija hakutambui. Biblia inasema watasema, Bwana tulitoa pepo kwa jina lako, na Yesu atasema tokeni hapa, mimi sifanyi nini? Siwajui. Wale walikuwa wanatoa pepo kwa jina la Bwana ni nani? Si hapa sasa tukisema roho ya umaskini toka kwa jina la Yesu, na Yesu anaomba. Lakini mbele za Mungu ufanye nini? Mbele ya Yesu utambuliki. Kwa hiyo wewe kama unataka kuokoka saa hizi, sio shauri yangu mimi, ni shauri yako wewe. Yesu wakati atakuja mara ya pili, wewe ndio utabakia duniani, unaenda kuteseka kwenye moto. Haleluya. Anasema ya kwamba nami nakupa wewe funguo za nini? Za ufalme wa mbinguni. Nimesema hivi, hii ahadi inafuata wale walioamua kumjua nani? Mungu. Sasa ukisoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza kule mstari wa 10 wa 11 kule, Biblia inasema wote waliompokea Yesu aliwageuza kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Na kilichosababisha Petro apewe funguo ya mamlaka ya ufalme wa mbinguni ilikuwa ni kujua kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa wewe kama umemjua Yesu ni mwana wa Mungu na umeamua kumpokea, Yesu anakugeuza. Haui mtu wa kawaida tena, unakuwa ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Unapokuwa mtoto wa Mungu, Biblia inasema ndio wale waliaminio jina lake. Haleluya. Waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mwanadamu. Haleluya. Maana ni wale waliozaliwa mara ya pili, waliokubali kuokoka, waliokubali kubatizwa kwa maji mengi, ndio wale wanaitwa wamefanya nini? Wameokoka, ni wana wa nani? Wa Mungu. Sasa ndio wenye uwezo wa kupewa funguo ya ufalme wa nini? Wa mbingu. Unapopewa funguo ya ufalme wa mbinguni, maana yake leo tukisema tunafunga malango ya umaskini kwenye familia, ulimwengu wa kiroho uliokuwa umefungua malango ya umaskini kwenye familia, unaelewa kabisa kwamba wewe uliyeongea ni nani kwenye ufalme wa Mungu. Kwa sababu sio kila kuongea kunaweza kutetemesha ulimwengu wa kiroho, na sio kila maombi yanaweza tetemesha ulimwengu wa kiroho, ila maombi ya nani anaomba, ana mahusiano gani na Mungu. Na hata hivyo ndio inayosababisha walokole wengi, hata ukiomba hauwezi kujibiwa. Kwa sababu gani? Hauna identity kwenye ulimwengu wa kiroho, hujulikani wewe ni nani. Bwana asifiwe. Haleluya. Zamani nilikuwa nawaambiaga watu na watu wakavunjika moyo, wengine hadi kanisani wakaacha kuja. Nikiwa nawaambia watu kwamba watu wengi sana wanaishi na Yesu wa mkopo. Bwana Yesu asifiwe. Wanaishi na Yesu wa nini? Haleluya. Nikisema Yesu wa mkopo, nani ananielewa? Yesu wa mkopo ni yule unakuja kanisani uombewe upone, sawa? Baada ya hapo mbaki na Yesu, mimi naenda na uponyaji wangu. Halo? Huyo ni Yesu wa nini? Wa mkopo, sawa? Na jambo la pili niliwahi kuambia watu na nalisema tena leo, watu wengi sana wanaishi kanisani ila wanapokea chakula kama wageni. Na nikasema hivi, hakuna mgeni anaweza jipangia chakula kwenye nyumba ambayo sio yake, si ndio? Nani aliwahi kula kwa jirani? Jifanye hujawahi kula. Yaani wewe tangu unazaliwa hujawahi kula kwa jirani. Sio kuiba, kula kwa jirani. Hujalishi ulikaribishwa ama uling'ang'ania, ulifanyaje, wewe utajua mwenyewe. Uliwahi kula kwa jirani, inua mkono juu. Kasoro 1 2 3 4 haujawahi kula kwa jirani. Inawezekana hamna majirani. Haya, wangapi ambao waliwahi yani kwako wewe ama kwenu majirani zao waliwahi kuja kula? Majirani zenu waliwahi kuja kula kwenu? Jirani akija anakupangia aina ya chakula cha kumpikia. Wewe ukienda kwa jirani unajipangia chakula akupikie chakula gani? Ukienda kwa jirani alafu unampangia aina ya chakula unachokitaka wewe na akakupikia kweli, ujue huyo ni zaidi ya jirani. Ni zaidi ya nini? Ni zaidi ya jirani. Sawa? Ila jirani tu hao wa kawaida hivi, huwezi kumpangia aina ya chakula. Sawa? Na labda pia awe ni jirani wale ambao wao wanaishi ili mradi kuna kuchana, anaweza pangiwa maisha na mtu yeyote. Sawa? Lakini wale ambao wanaelewa wao ni wakina nani, wanaenda wapi, huwezi kuwapangia aina gani ya chakula wakupikie. Sasa vile vile unapokuja kanisani, ikiwa unakataa kumwamini Yesu, unakataa kuokoka,
Wewe ni kama jirani. Ukija kanisani leo tunaombea mikono, utapokea tu maombi ya nini? Ya mikono. Vya ziada huwezi kupewa. Unapewa vya ziada kutoka kwa nani? Wakati huyo Yesu amekupatia tu kwamba huyu leo haya mnapewa mkate bila nini? Mkate bila Blue Band. Wewe unataka Blue Band, unaenda kuitolea wapi? Unajua kabati ilipo? Wangapi wananielewa? Unajua kabati ilipo? Unataka mkate na siagi, unajua zilipo? Si haujui? Kwa jirani unajua? Hauwezi jua. Sawa? Mimi nataka maziwa fresh, uliweka? Jibu ni hapana. Sasa kwenye wokovu pia, ukiwa umeokoka sasa kwamba okay, Yesu nimekuja leo. Mtumishi wako ametuambia leo tunaombea familia. Sawa? Mtumishi wako amesema leo anaombea wagonjwa wa vichwa. Lakini mimi siumi nini? Kichwa. Ninaomba na mimi sehemu yangu, kwa sababu Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Na andiko unaliweka vizuri kabisa. Baba, imeandikwa Mungu, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Wanapopona hawa vichwa, mimi nataka unifungulie milango ya hela, maana kichwa ni kizima. Nani ananielewa? Lakini huyu kama sio baba yako, unamuombaje wewe akupe hela? Kama hiyo siku ni kutoa hela ya penseli nyumbani, ni penseli. Wewe unaandikia peni, unakaa pembeni. Huwezi mwambia baba mimi nataka peni. Kama ni baba wa ukweli, baba na mimi nataka peni, atapambana, atakuletea nini? Peni. Ndio Yesu yule. Sasa ukiwa umekaa, umemwamini, amekaa ndani yako, kuna vitu vingine hata kama mchungaji hajaviongelea kwenye madhabahu, kwa sababu yeye yupo. Biblia inasema yeye, mimi niko ambaye niko na nitakuwepo. Ndio Mungu huyo. Sawa? Kwa una uwezo wa kumwambia Mungu, kwa sababu huko hapa, mimi nataka hiki, mimi nataka hiki, unajichagulia. Biblia inasema ombeni lolote kwa jina langu. Yesu anasema omba lolote kwa jina lake. Sawa? Baba wa mbinguni atafanyaje? Atafanya, ili ya kwamba mwana atukuzwe ndani ya baba na baba atukuzwe ndani ya nani? Ya mwana. Hasa wewe kama unakataa wokovu, utaomba nini? Utasubiri kuombewa. Kwa kila ambacho package mchungaji alionayo akikupatia, hauna kingine utakachokiomba. Ifanye hujanielewa. Haleluya. Ndio maana shetani anajitahidi sana kuhakikisha kwamba hata wewe unaweza kuwa umeokoka, lakini anajitahidi sana kukuvuruga utende dhambi, ili usiwe na mahusiano na nani? Na Mungu. Ili neno la ombeni lolote usiweze kufanyaje? Kulitumia. Na kama utalitumia kama wimbo. Kama nini? Wimbo usioleta matokeo. Sawa? Sasa shetani akiondoa roho ya kuambatana ndani ya familia, huwa anafunga milango ya baraka. Akifunga milango ya baraka, ikiwa familia yenu ili ishine, ili mahusiano yenu yapendeze, yanahitaji hela, maana yake shetani atafunga baraka ya nini? Ya fedha. Ikiwa mahusiano yenu ili yaweze kuwa ya furaha, yawe ya amani, yawe ya maendeleo, inahitaji mtoto, shetani anafunga nini? Uzao. Nani ananielewa? Baraka ya mtoto inafanya nini? Inafungwa. Unajikuta mtu hazai au hazalishi. Kiswahili kinaeleweka ama kieleweki? Haleluya. Ni baraka imefanyaje? Imezuiliwa. Sawa? Ikiwa hii familia inahitajika tu furaha ya hii ndoa, inahitajika wawe na mashamba mengi, ndugu, familia itaingia migogoro ya kunyang'anya mashamba yenu. Nani ananielewa? Yaani anaweza kufa tu baba makusudi, na wanajua hii mali, hizi mashamba zinazobakia ni haki yenu nyinyi wawili, ama ni haki ya mume wako, ama ni haki ya mke wako. Familia yote inaanza kupingana na hiyo familia na mume wako ama na mke wako, mnaanza kuteseka. Kila kitu kila siku mnaanza kushinda mahakamani. Leo mahakamani, kesho mahakamani, kesho mahakamani. Furaha ya ndoa inafanyaje? Inaondoka, maana baraka ya mali imeondolewa. Nani ananielewa mpaka hapo? Kwa hiyo wakati unakuwa kwenye mahusiano ama uko kwenye ndoa, wengine ukianza kuona ndoa inayumba, ujiandae kwamba uchumi unaweza kuyumba,
ujiandae kwamba mali zinaweza kuharibika, ujiandae kwamba furaha inaweza kuondoka, ujiandae kwamba kuna vitu vizuri ambavyo vilikuwa ni vya furaha kwenye ndoa yenu vinaweza kuondoka. Sasa ili hivyo vitu visiondoke, komboa roho ya kuambatana, ili mwanamume asiende mbali na wewe, ili mwanamke asiende mbali na wewe, na mkae pamoja kama wanandoa. Ukishakomboa roho ya kuambatana, komboa roho ya ndoa. Ukishakomboa roho ya ndoa, komboa nyota ya ndoa. Ukikomboa nyota ya ndoa, simamisha dhabihu, toa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu ili ndoa yako ibaki kwa imara. Nyota ya ndoa wacha wasiibe, roho ya ndoa wacha wasiharibu, nguvu ya ndoa wacha wasiharibu, roho ya kuambatana wacha wasiharibu. Hiyo dhabihu itasimama kunena kwenye madhabahu, kwa sababu madhabahu imepewa mamlaka ya kuwaunganisha wawili kuwa mmoja. Unanielewa vizuri? Watu wengi mimi nimewaombea, ukiona hapo mara nyingi mapepo yanasema ndoa imevunjika, tumevunja ndoa, unajikuta mwanaume amepewa mwanamke mwingine. Kwa nini amepewa mwanamke mwingine? Maana yake hakuna aina ya roho ambayo imeondolewa ndani yake, akapachikwa roho ya kuambatana na wakwao. Ukikomboa roho ya kuambatana ndani yako wewe, roho ya kuambatana mke wako, roho ya kuambatana mme wako, ni rahisi ile roho iliyowekwa ndani ya huyo mwanaume au mwanamke ya kuambatana wengine inang'oka. Afu roho inayoita wewe kutoka kwenye madhabahu ambayo inatoka mbinguni inapoingia ndani yake, yule mwanaume anabadilisha mawazo. Sema kuanzia leo, kwa mamlaka. Ndio kabisa, unaweza ongea vizuri kabisa. Sema kuanzia leo. Ongea kwa hasira. Hiyo ndio hasira. Kwa hasira kali. Ninachukua funguo za mamlaka, ufunguo za ufalme wa mbinguni. Kuanzia leo ninafunga malango ya laana ndani ya familia. Ninafunga maagano na sauti za kuzimu zinazozuia ndoa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo, kwa sababu shetani huwa anafunga malango, ndio maana Mungu anakupa funguo ya wapi? Ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hiyo tutadili nao vizuri Jumapili. Maana Jumapili ndio matendo, kazi ya funguo. Utaelewa hapa tukianza kufungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Kila aliyezuiaga milango yako lazima hiyo Jumapili atang'oka. Haleluya. Sasa kwa sababu Mungu huwa anaachilia funguo ndani ya wateule wake, wale wateule, shetani kuna wakati huwa anawatendesha dhambi ili anyang'anye funguo zao. Kwa sababu Mungu huwa anaachilia funguo za ufalme wa mbingu kwa walokole au kwa waliookoka ama kwa watu wa Mungu, kile shetani huwa anakifanya, anakutendesha dhambi, alafu malipo ya kutenda kwako dhambi, yeye ananyang'anya hiyo funguo ya mamlaka. Kwa mbinguni unakuwa unaonekana unayo kwa sababu walishaiachilia, lakini duniani hauna. Ukisema nafunga malango ya umaskini, mbingu zile kule mlango wa umaskini ukitaka kufunga haufungiki. Ile funguo yoyote haifungui kila kufuli. Ukiona funguo inafungua kila kufuli, inaitwa funguo nini? Hiyo funguo wanakuaga nayo wakina nani? Majambazi na wezi. Sasa je, wewe ni mwizi? Lazima uwe na funguo inayoendana na kufuli yako. Lazima uwe na funguo ambayo inaendana na ahadi ya Mungu, ahadi ya baraka juu yako, ahadi ya Mungu juu yako. Kila ahadi ambayo Mungu alikuahidi wewe ina funguo yake ya kuweza kufungua hiyo ahadi na iweze kutimilika kwako. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ndio maana nilisema ukuje na funguo na nini? Na kufuli. Na usilete tu funguo, ulete funguo pamoja na nini? Na kufuli lake. Kwa sababu ninajua funguo yoyote ikifungua makufuli mengi, hiyo funguo inaitwa nini? Na mwenye sifa ya kuishika hiyo funguo anakuwaga jambazi. Nani ananielewa? Kwa hiyo na mimi sitaji hapa majambazi wa kiroho, maana utapigwa. Haleluya. Namba 2, ukiona kufuli inafunguliwa na kila funguo, inaitwa roho ya mauti. Jifanye hujanielewa.
Inaitwa nini? Haiwezekani kufuli moja ifunguliwe na aina 5 za funguo. Sawa? Haiwezekani. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Kwa hiyo ndio maana Yesu, ili watu waweze kumiliki baraka za Mungu, aliwapa tu kodi. Aliwapa nini? Aliwapa siri. Aliwaambia hivi, lolote muombalo kwa jina langu, aminini mmefanyaje? Mmepewa. Sehemu nyingine akasema, omba lolote kwa jina langu, Baba wa mbinguni atafanya. Kwa maombi yote unaomba, lazima uombe kwa jina la nani? Ndio funguo ya kusababisha Mungu aachilie nini? Narudia, kama Yesu alisema hivi, ombeni lolote kwa jina langu, Baba wa mbinguni atafanya. Biblia inasema bado, Yesu akasema hivi, yoyote myaombayo kwa jina langu, muamini yamekuwa yenu. Yesu huyo ndo alikuwa anasema. Inamaanisha hivi, funguo ya kumfanya Mungu atende ni nini? Manake ni Yesu, ni jina la nani? La Yesu. Hasa je, jina la Yesu unawezaje kulitumia kufungua baraka zako ambazo zinatokana na Mungu, kama huyu Yesu sio wako? Ndio Yesu akasema hivi, mtu yeyote akinipokea mimi, yeye yu ndani yangu na mimi ni ndani yake. Nani ananielewa mpaka hapa? Ndio maana nikasema kama wewe hautaki kuokoka, ni ngumu kumiliki baraka za nini? Za mbinguni. Utapewa tu baraka ambazo yamkini mtumishi Mungu amempa neema hiyo siku aachilie kwa watu wote. Maana Biblia inasema Mungu hunyeshea mvua wema na wabaya. Unaweza pewa neema kwa sababu Biblia inasema Mungu hunyeshea mvua wema na wote kwa wakati huu. Yeye ni Mungu wa wote wenye. Ina maana na wachawi na Mungu bado ni Mungu wao. Washirikina bado ni Mungu kwao. Unanielewa vizuri? Ndio maana mshirikina anaweza jenga na wewe unafanyaje? Unajenga. Haleluya. Tofauti itakayotokea kama mshirikina amejenga na wewe umejenga ni aina ya baraka inayotembea ndani ya mshirikina na aina ya baraka inayotembea ndani yako. Namba 2 ni siku ya mwisho ya hukumu. Nani ananielewa? Kama unanielewa inua mkono juu, sema kuanzia sasa ninaamuru baraka zangu zinifuate kwa jina la Yesu. Amen. Mungu tayari kufungua milango sasa ya baraka. Sababu hiyo ukisoma Biblia kwa kitabu cha Isaya ile sura yake ya 42 mstari wa 22. Tusome hapo. Isaya 42:22. Biblia inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Waliibiwaje? Mtu anayeibiwa mara nyingi anakuwa mzembe. Mtu anayeibiwa mara nyingi anakuwa ni nani? Mara nyingi anakuwa mzembe. Sema roho ya uzembe. Sema tena. Sema tena. Ndani ya maisha yangu ninaikataa roho ya uzembe kwenye wokovu. Ninaikataa kwa jina la Yesu. Mara nyingi mtu mpaka aibiwe anakuwa ni nini? Mzembe. Haleluya. Mara ya pili, mtu anayeibiwa mara nyingi sana anakuwa ni mtu ambaye ameondoka kwenye eneo lake ameenda eneo lingine. Sasa kuna watu ambao shetani huwa anawaondoa kwenye nafasi zenu. Ndio wale watu ambao unaweza jikuta wewe umeokoka vizuri kabisa, kanisani unakuja vizuri kabisa, mtu wa sadaka mzuri kabisa, lakini kuna vitu vidogo vidogo Roho Mtakatifu akikwambia hauviheshimu. Unaweza amka asubuhi sauti na kukwambia funga, usile chakula leo. Wewe unasema nifunge, nilifunga juzi tu. Nitafunga kesho. Kubisha kufunga kule ile dakika, kwa sababu ni Roho Mtakatifu alitaka ufunge, automatically unahama kwenye nafasi yako, kwa sababu umekataa kutii sauti ya Mungu. Biblia inasema namtuma mtangulizi wake ambaye ni malaika, ujichunge mbele yake, usimfanye akasirike. Maana akikasirika hawezi kusamehe, kwa sababu jina la Mungu linakaa ndani yake. Mtangulizi anayetembea na wewe sasa hivi sio malaika tu wa kawaida, ni Roho Mtakatifu ambaye anaongea na wewe usiku na mchana. Anaongea na wewe nyakati zote. Anaongea na wewe kupitia akili, anaongea na wewe kupitia mawazo, anaongea na wewe kupitia maono, anaongea na wewe kupitia moyo wako, anaongea na wewe kwa kupitia ndoto, anaongea na wewe kupitia watumishi, anaongea na wewe kupitia neno. Nani ananielewa vizuri? Anakuelekeza leo funga, wewe unakataa kufanyaje? Kufunga. Automatically wakati ambapo kama kuna mashambulizi yalijipanga, yanapokuja mbingu zinaruhusu ushambuliwe. Kwa nini zinaruhusu ushambuliwe? Kwa sababu ulikataa kutii na kufuata maelekezo ya Roho
Mtakatifu. Na walokole wengi wanapigwa na kushambuliwa kwa sababu mara nyingi wanaacha jimbo wazi. Unaacha nafasi yako wazi. Sasa mizimu itafanyaje? Si inakuja inakaa tu inajinafasi. Unaamka asubuhi, roho inakwambia hii nguo uliinyosha jana usivae, vaa hii. Wewe unasema na haraka, hii niliyonyosha jana ndio nitavaa hii. Unasimama unang'ang'ana na maombi. Baba, natakasa hii nguo. Kama moyo ushakwambia usivae hii nguo, acha kutakasa nguo, vaa nyingine. Simaanishi hiyo nguo nyingine uitupe. Usiitupe, iache hapo. Wakati mwingine Roho Mtakatifu amejua hii nguo, vita walioipania kwenye hii nguo, leo ukisema upambane nayo hautaishinda. Wewe unajifanya una upako, nitaendelea kuomba, sijui unachukua mafuta upako unajipaka, unasema ngoja tu nivae, hakuna watakachonifanya. Watakufanya, mimi nakwambia. Kuna saa unakuja kanisani, unakuja kabisa kanisani, moyo wako unakwambia saa ya sadaka za kawaida tu za ibada, leo toa 20,000. Natolea mfano. So unaweza ambiwa kiwango chochote kulingana na Mungu anataka nini kwako. Nani ananielewa? Moyo unakwambia toa ngapi? 20,000. Wewe unafika ibadani, unaona watu wote saa ya sadaka wameinua 1,000 na 20,000 unayo. Unapiga hesabu 20,000, ngoja niweke pembeni, nitafute buku iliyokuwa imebakia nini? Change. Unainua ufanane na wengine. Unapoinua ufanane na wengine, kila Mungu alikikusudia kwako automatically haikiwezi kufanyaje? Kutimia. Sio kwa sababu hujatoa sadaka, ila kwa sababu hujatoa sadaka ambayo Roho Mtakatifu alitaka ufanyaje. Ndio hivi visababu vinasababisha shetani anakuwa na mamlaka ya kukufunga, na anafunga milango yako ya baraka. Kila siku utakuwa unafanya kazi ya Baba navunja wa kuanga, Baba nakomboa baraka, Baba nakomboa baraka. Jifunze namna ya kulinda baraka. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Kuna wakati mwingine unafanya biashara, unapewa hela, roho inakwambia hii hela usichanganye na nyingine. Wewe unasema kwani zitanifanya nini? Unachukua tena siku kama unasali makanisa ya kinabii, unajifanya una upako, unachukua tu hela wewe kwa nyingine. Baada ya wiki, mchungaji naomba niombee, biashara yangu imeyumba ghafla tu. Hata huwezi kueleza kwamba nilisikia siku moja sauti inaniambia nisichanganye hela na nyingine, nikachanganya. Kosa lilianzia pale. Wewe unakuja tu naomba mniombee. Nisikilize nikwambie, anza kuwa mwepesi kusikiliza na kutii sauti ya Mungu ndani yako, ili kwamba wachawi wasikuibe. Wako watu wengi wameibiwa. Kuibiwa, kuna wale walioibiwa baraka lakini wao wapo. Kuna wale walioibiwa wazima haupo. Unaishi photocopy. Namba 2 ni watu waliofanyaje? Ni watu waliotekwa. Watu waliofanyaje? Mtu anayetekwa ni mtu aliyechukuliwa kimabavu bila hiari. Sasa kama Mungu halali, hasinzii kwa ajili yako, ana macho 7, yote yanaelekea wanadamu, wai mapepo ikuteke? Yanakutekaje? Na Biblia inasema macho yote yanaelekea wanani? Wanadamu. Haleluya. Tena kuna mahali pengine nilisoma Biblia inasema mtu akiwa kwenye kiganja cha Mungu hawezi kufanya nini? Kuondolewa. Sasa wai mtu anatekwa? Mtu aliyetekwa, kwanza sifa za mtu aliyetekwa. Mfano, mlokole mzima unaenda klabu ya pombe, ya mziki, umevaa kitovu nje, kama ni kijana umevaa hiyo kipensi chako. Kuna msichana na kitovu kiko nje, ameweka na kipini kwenye kitovu. Ni akili yako kweli? Haujatekwa? Mlokole mzima unakaa kanisani, wewe hautoaje hata fungo la 10. Wewe uko sawa? Umetekwa. Mlokole mzima uko kanisani, huombagi. Hata saa maombi tu ya kanisani yenyewe unaona unakeleka. Wewe hujatekwa? Mlokole mzima, mtu kabisa unajifanya umeokoka vya ukweli. Unakaa wiki nzima hujawahi kusoma Biblia hata siku hii. Wewe umefanyaje? Sema kwa sauti. Sema. Umetekwa. Wiki nzima kabisa unakaa unaimaliza. Hakuna hata siku liomba. Maombi ya usiliazi. Mnapiga tu yenu tu, unasimama tu, Baba nakushukuru kwa jina. Amen. Mwingine unasema, Baba unajua nilivyochoka, tuma malaika wako wanilinde usiku wa leo. Amen. Unalala. Wewe haujui kama umetekwa wewe. Mtu wa design hiyo umetekwa haupo. Mtu unakuja ibada Jumapili, unaelewa kabisa ibada inaanza saa 3. Wewe unakuja saa 6. Na ile asubuhi yote ulikuwa hauna kazi ya kufanya. Unadhania ni wewe. Umefanyaje? Mateka wewe. Mateka wewe. Mtu mzima unafanya kazi, unalipwa mshahara mzuri kabisa. Unakuja ibada za Jumapili, huna sadaka hata moja. Wangapi wananielewa mpaka hapa?
Umetekwa kabisa. Mtu mzima unakuja kanisani unasema hii mimi nimeokoka. Mwezi mzima au kujaga hata na notebook kanisani, hauna hata Biblia, unapokea mshahara, mpaka leo hujawahi kununua Biblia tangu uliokoka. Una simu ya 500,000, una Biblia ya 40,000. Una simu ya 1,000,000, hauna Biblia ya 40,000. Una simu ya 2,000,000, una simu ya 4,000,000, hauna nini? Biblia ya 40,000 ama 35,000 hauna. Na unajiona wewe unasema mimi nimeokoka, Bwana ananijua. Ndugu, umetekwa. Haupo. Wangapi wananielewa? Niendelee nisiendelee? Si maombi, unajua hapa tunaombaga tu za Baba, ninarudisha mateka kwa jina la Yesu. Imeandikwa watu hawa ni watu waliotekwa na kuibiwa. Navunja roho ya kuibiwa, ninakomboa, ninajitoa kwenye magereza. Uliingiaje? Sheria ya Tanzania ukienda magereza ili utoke lazima umalize kifungo alichokufungia ama ushinde kesi mahakama ikuachilie. Na sheria ya Mungu iko hivyo hivyo. So mnaelewa kwa nini shetani, umeweza kuelewa vile shetani anaweza kufunga baraka zako? Haleluya. Anakuwekea uzembe mdogo mdogo. Mtu anayetekwa, hizo sifa umeshazielewa sasa, mpaka anafikia anatekwa. Cha kwanza, shetani akikuzuia usiombe, maana yake automatically utakosa nguvu. Shetani akikuzuia usisome Biblia, automatically unakosa nguvu. Shetani akikuzuia usitoe sadaka kanisani, automatically unakosa nguvu. Shetani akikuzuia kuhudhuria ibada kwa ratiba halisi, ili hali una muda wa hiyo ibada, unapokosea automatically unakosa nini? Nguvu. Unanielewa vizuri? Shetani hapo kuzuia kutii sauti ya Mungu, automatically unakosa nini? Nguvu. Ukishakosa nguvu, anakuja na kushika. Yesu alisema mfalme yeyote, ufalme wote hauwezi kupigana wenyewe mpaka ufitinike. Namba 2 akasema mtu yeyote mwenye nguvu anapokuja kuiba nyumbani, ni lazima hakikishe kwanza amewateka wale wote walioko kwenye nini? Kwenye hiyo nyumba, ndio aibe. So kila anachokifanya anakutenganisha kwanza na ufalme wa Mungu, kwa sababu hutaki kuomba. Anakutenganisha kwanza na mamlaka ya mbingu, kwa sababu hutaki kusoma Biblia. Anapokutenganisha na vile vyote, unabaki tu na jina lako, Baba wa mbinguni, Baba roho. Wengine wananena kwa lugha, unanena kwa lugha, kumbe ni mizimu ndio inanena kwa lugha. Watu, shetani hatishiwi na lugha yako. Shetani anatishiwa na uwezo wa jina la Yesu ulio ndani yako, viwango vya kiroho vilivyo ndani yako, uwezo wako wa kuoperate kwenye ulimwengu wa kiroho, nguvu yako ya kuongea na Mungu kwenye ulimwengu wa kiroho, uhusiano ulionao wewe na Mungu kwenye ulimwengu wa kiroho, ndio unaosababisha shetani aondoke karibu yako. Ndio maana kuna watu wengine wakianza maombi hawezi kuomba muda mrefu, anaomba muda mfupi mbele za watu, lakini akiwa peke yake anaomba muda mrefu. Anatengeneza mahusiano yake na Mungu, anakuwa na package ya maana. Anapofika hapa, hata saa zingine kama ni mtumishi, anaombea watu kwa jina la Yesu. Mizimu inapolipuka, mtu anaanza mchawi huyu. Hapana, kuna namna alijitengenezea uhusiano wake na Mungu. Hasa lazima na wewe utengeneze mahusiano na Mungu, ili ya kwamba wakati wanatuma roho ya kuja kukuteka, hiyo roho ipigwe na nguvu ya Mungu. Wakati wachawi wanakuja kukuvamia wewe, ili ya kwamba wafunge utajiri wako, lazima wale wachawi wapigwe na Mungu. Wakati washirikina wanajipanga kuvuruga mahusiano yako, wajikute wanapigwa wao. Ndio Biblia inasema ya kwamba Mungu atawapigania, nanyi mtanyamaza kimya. Hasa kuna watu wanaonyamaza kimya, Mungu awapiganie, ili hali hawana mahusiano na huyo Mungu. Kisa tu nasali kanisa la kinabii, kisa tu nasali kanisa la walokole, kisa tu kanisa lenu lina historia ya wokovu. Badilika, okoka kweli. Sasa baada ya watu kutekwa, ili utekwe, nimekuambia shetani anafanyaje? Cha kwanza wanamfanyaje? Mnaibiwa. Baada ya hapo mnafanyaje? Mnatekwa. Haleluya. Wangapi wanaelewa ni mateka ya shetani? Kama uombagi, wewe ni mateka ya nani? Kama usomagi Biblia, wewe ni mateka ya nani? Mvivu kutoa sadaka, wewe ni mateka ya nani? Mvivu kuja ibada na una muda, wewe ni mateka ya nani? Ukiwa ibadani unatokaga kwa ibada moja unatoka mara 7, wewe ni mateka ya nani? Ukiwa ibadani saa ya neno unasinziaga ovyo, wewe ni mateka ya nani? Ukiwa ibadani saa ya sifa, watu wote wanasifu, wewe umekaa, wewe ni mateka ya nani? Saa ya kuabudu Mungu, wewe ndio unapiga miayo mingi, wewe ni mateka ya nani? Mateka oye.
Tunaenda sawa hapa, twende sawa. Kwa hapa fanya maombi ya kujitekua. Fanya maombi ya kujikomboa. Haleluya. Na walioibiwa jiibue. Haya, kitu cha tatu shetani anakufanyaje? Isaya 42:22. Wote wamenaswa. Alafu baada ya kunaswa kwenye mashimo wamefanyaje? Cha kwanza shetani anakunasa kwenye nini? Shetani hajasema amekunasa kisha akakuweka kwenye shimo. Shetani anasema yani hapa neno halisemi shetani amekunasa akakuweka kwenye shimo. Wote wamenaswa katika mashimo. Kiswahili halisi kunaswa katika mashimo maana yake ni nini? Tafsiri. Dadavua mtu anayeweza kudadavua Kiswahili. Katika, hiyo neno katika. Kunaswa katika mashimo. Mfano, amenaswa katika nini? Walevi. Maana yake alijiingiza maana yake shetani anaweka shimo kisha wewe mwenyewe unajipeleka kwenye nini? Si ushasoma mara nyingi sana Biblia inasema hivi, mashimo wanaotuchimbia watatumbukia. Sasa kuna walioingia kwenye mashimo wenyewe. Nani anielewa? Yaani walikutegea mtego wa shimo ukaingia. Na uko kwenye shimo kisha unasema mashimo wanaotuchimbia watatumbukia wenyewe, na uko kwenye shimo na haujui. Haleluya. Walioko kwenye shimo, ili ujue uko kwenye shimo, ni wale hauna future, hauna vision, huna maono, huna malengo. Wewe unaishi ili mradi unaishi. Nanielewa? Hata unakuja ibadani, haujui unakuja ibadani ili nini kitokee. Wewe unakuja tu ibada kwa sababu ni ibada ya maombi. Hauna focus kwamba Mungu, mwezi huu wa 10 ninataka mimi ninapokuja ibadani unitendee 1 2 3. Nataka nikuone kwenye eneo hili na hili na hili. Hauna, wewe unakujaga tu kwa sababu unakuja. Uko kwenye shimo ndugu. Leo lazima uchomoke. Jifanye hujanielewa. Halo? Hata tunazungumzia mahusiano. Mwanaume anakuambia I love you, nakupenda, wewe ni mzuri, and then nataka nikuoe. Anakuoa kwa sababu wewe ni mzuri. Nani ananielewa? Wanawake mnanisikia? Hauwezi olewa kwa sababu wewe ni mzuri tu. No. Mwanaume anapoleta hizo mistari, anapoleta mistari ya kukuoa. Mwanaume anapoleta mistari ya kukuoa, lazima alete mstari wa malengo kwenye maisha yako. Anataka kukuoa wewe ili nini kitokee? Wangapi wananielewa? Ukaona tu mwanamume anakuambia tunataka nikuoe, tuzae watoto 20. Ndugu, utakoma. Unaenda kuzaa mpaka utashangaa. Na watoto hawataenda shule. Mwanaume akikwambia nataka mzae watoto 5, muulize alafu baada ya hapo watakuaje? Yaani watalelewaje? Atakwambia mimi na mpango wa kubuni, mpango wangu ni huu na huu na huu wa kuingiza hela. Ukishaona mwanaume ana akili, anauza project kwako. Sawa? Akikuzia maneno tu I love you, wewe ni mzembo, wewe una macho kama gololi, wewe sijui na nini, mimi nikikunywa maji na kuona kwenye glasi, ni uongo ndugu. Anataka mwili, akimaliza anaenda. Hakuna kuoa hapo. Jifanye hujanielewa. Siku hizi wanawake wanatongoza wanaume. Unaona mdada kabisa, mtu mzima anakuja amejikoki. Unajua wewe kaka jamani, unajua wewe ni handsome, nimekufuatilia siku nyingi, unajua jamani, ni lazima akushirikishe, anakupenda ili waje. Nini kifuate baada ya hapo? Issue sio tu ndoa, issue sio sexy, issue ni malengo ya maisha yakoje. Kama hana malengo ya maisha na wewe hakushirikishi malengo yake, hakushirikishi maono yake, wewe huna uwezo wa kumshirikisha maono yake, ujue ndoa haipo. Hata wale mnaishi nyumbani, kama mume wako anafanyaga anachokijisikia yeye, hakushirikishagi, ujue huambatani naye, hauko naye. Sijasema ukimbie ndoa, anza kukomboa roho
ya kuambatana. Na saa zingine uko kwenye shimo, toka kwenye shimo. Sasa wewe kama uko kwenye shimo, akikwambia mke wangu nataka tufungue duka, si unazika? Duka si linazikwa? Sio kama kuna watu wananielewa. Kuna watu wako kwenye mashimo. Mtu anakuambia nishikie hizi hela. Wewe tu kishika ndio hela zote zinapotea. Maana yake ni nini? Si zimezikwa? Uko kwenye shimo. Sema leo natoka kwenye kila shimo la kimashetani kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukianza kukosa malengo ya maisha yako binafsi, unakosa mipango ya maisha yako binafsi, unakosa mipango hata juu ya wokovu wako, unakosa malengo juu ya wokovu wako, juu ya huduma, uanze kuelewa uko kwenye nini. Usisubiri kutabiliwa. Uko kwenye nini? Anza maombi ya kutoka kwenye nini? Kwenye mashimo ya kichawi. Utatoka na maisha yako yatabadilika. Mtu aliyeko kwenye shimo, nyota haiwezi kumsaidia. Tutafanya maombi ya kukomboa nyota. Nyota ikikombolewa inaelekea wapi? Tunafanya maombi ya kukomboa roho ya ndoa. Roho ya ndoa ikikombolewa inaenda wapi? Tunafanya maombi ya kukomboa kibali cha ndoa. Tutaita Mungu alete wanaume wa kukuoa, uchague mwenyewe. Wanaume wanaenda wapi? Tutaita wadada wazuri wenye akili waje karibu yako uchague. Wanaenda wapi? Kwa sababu wewe uko wapi? Nani ananielewa? Sasa kwenye hii dunia mtu anaona shimo, nani ashuke? Nani ashuke? Hata mtu akikufa saa hii anapendwa sana, saa ya kuzika. Tena siku hizi wanaenda vizuri tena kwa akili zote. Kama mtu alikuwa anapendwa na anapendwa na watu wengi, hakuna mtu anaingia kwenye shimo. Ni wanashusha na mikanda na kimashine, jeneza ishuke yenyewe pole pole. Hakuna mtu kuingia kwa hiyo shimo. Enda peke yako, jifanye hujanielewa, utabaki hapo peke yako. So hii maombi ya kukomboa mahusiano na kukomboa familia, na tamani uombee familia yako, umwambie Mungu, familia yangu ninaitoa kwenye magereza, familia yangu naitoa kwenye mashimo, familia yangu naitoa kwenye umateka. Popote familia imetekwa, iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni mume, iwe ni mke, ninamtoa. Iwe ni watoto, na watoa kwenye magereza, na watoa kwenye mashimo, na watoa kwenye kila eneo. Wangapi wananielewa? Kwa hiyo sasa, wewe ukifungwa gereza la kipepo, lazima wawawekee nini? Sheria ambazo ukivunja hiyo sheria kuna adhabu. Ndio unaona sasa, mfano kunaweza kuwa kwenye familia wameweka sheria hakuna kuolewa. Wewe utakayeanzisha mchakato wa kuolewa ndio utapigana vita vyote vya wengine, na ukikata tamaa unasababisha ile sheria endelee kuwa na nguvu kwenye nini? Kwenye familia. Sheria za ulimwengu wa kipepo, siongelei kama sheria za serikali. Sheria za serikali zenyewe zinatungwa kulingana na aina ya watu na zinahakikisha haki za kibinadamu zote zinazingatiwa. Sheria za kipepo zinanyang'anya haki za watu ambao wanatakiwa kumwamini Mungu, ama watu ambao wameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Nani ananielewa? Ndio kuna watu wengine, wewe ni wa kwanza kuolewa kwenye familia, mpaka leo unagombana na mume, unagombana, unakuwa manake unavurugu, wewe mwenyewe unavurugu. Hata mwenyewe ukikaa peke yako unajijua kama wewe unavurugu. Mwanaume anajikaza kuvumilia, hata wewe mwenyewe kuna wakati unampigia makofi, aisee mume wangu wewe ni mvumilivu. Kuna mwanamume kama ni mwanaume ni wa kwanza kuoa kwenye familia, ujue kwamba anaweza pita machangamoto kadha wa kadha. Sasa pamoja na Kristo lazima tufanye nini? Tushinde. Kuna wengine mmeruhusiwa kuoa na kuolewa, ila kuna aina za watu wanaotakiwa kufanyaje? Kuolewa au kuoa. Mfano, kuna familia haziruhusi kuoa mtu aliyeokoka. Sio familia imesema, sio baba na mama amesema usioe aliyeokoka. Madhabahu za ukoo hazitaki mtu ambaye ameokoka yuko serious. Ndio wewe unaweza kuna chumbiwa, unashangaa uchumi unavunjika, unang'ang'ana wanaume wabaya. Kumbe shida sio wanaume, shida huyu mwanaume amesimama na msimamo wa kiokovu, ana mamlaka kwenye ulimwengu wa kiroho. Anapoingia kwenu, mnageuka kuwa mwili mmoja. Kama mnakuwa mwili mmoja, damu yake itaingia ndani yako, damu yako itaingia ndani yake. Hizo damu zitakaposhare, zitakapokutana kupitia damu yake wewe, inapoingia damu yake yeye, inapoingia ndani yako, vile vinasaba vinavyolinda sheria za ukoo vitaanza kuvunjika. So hawawezi taka awe karibu yako. Kuna mtu mwingine ambaye
wewe unaenda kuolewa kwenye hiyo familia, umebeba kizazi cha kuzaa watoto wasomi, umebeba kizazi cha kuzaa watoto watumishi wa Mungu, umebeba kizazi cha kuzaa watoto viongozi wa nchi. Na wakati kwenye huo ukoo hakunaga mtu anatoka kuwa kiongozi, hakunaga mtu anatakuwa kusoma, hakuna mtu anatakuwa kuwa mtu wa maana. Wewe umeenda huko, nimependwa. Na hiyo kizazi chako cha kuzaa watoto matajiri, nani atakupokea? Mizimu ya ukoo itaweka sheria. Ndio mnajikuta tu mnavurugana, mahusiano yanavunjika, mara uchumi umekauka, mara mmegombana, mara mmenuniana, mara mmezimiana simu, mara mmeblokiana. Vurugu zote zinatokea. Sababu ni nini inasababisha? Ni kwa sababu sheria za ukoo hazimtaki huyo mwanamke, au sheria za ukoo hazimtaki huyo mwanaume, kwa sababu amebeba mbegu tofauti na mbegu inayotembea kwenye hii familia. Amebeba uwezo wa tofauti na uwezo unaotakiwa kutembea kwenye hii familia. I wish watu wangekuwa wananielewa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mahusiano yako yanasumbua. Hebu jaribu kuomba kwanza, huyu mwanaume ni wa aina gani? Jaribu kuomba, ulize Mungu, huyu mwanamke ni wa aina gani? Amebeba nini? Je, anahitajika kwenye ukoo? Kwanza ukaona unaenda kuoa mwanamke, kwao unakubalika na wote, na kwenu huyo mwanamke anakubalika na wote, hii ndoa haiendi mbali. Wewe unasema pastor, unaongea kitu gani? Mimi nakwambia ukweli, hiyo ndoa haiwezi enda mbali. Manake mmisukule mmekutana. Kuna mtu anaelewa ninachokiongea? Lazima tu kuna watakuwepo tu wachache wa kupinga. Wanaweza familia 90% wakakubali, kaka kuwepo haka. Yaani kakiongea tena kanasumbua familia nzima. Wakapo wananielewa mpaka hapo? Au wanakubali saa kuona ile hakuna anayepindua, mkae ndoa wiki moja, kanaibuka haka kamwiba ka familia. Lazima tu kukusumbue, lazima tu kasumbue ndoa yako. Uelewe, usidili na yeye. Nani ananielewa mpaka hapo? Dili na aina gani ya huyo uliye naye, yeye ni nani? Kuna mizimu kwenye familia, haihitaji watu ambao wana maono ya kujenga nyumba zinazoeleweka. Wanataka tu mwanaume wa kujenga room 2. Wangapi wananielewa? Sema kila sheria za ukoo zinazozuia ndoa, zinazotawanya mahusiano, leo naamrisha zivunjike. Maana neema ya Yesu iko juu ya sheria zote kwa jina la Yesu. Tangu leo kwa damu ya Yesu, kila sheria ya hukumu katika dhambi leo naitengua kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu imeandikwa, damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili yenye kisasi, yenye malipizi. Leo kila damu ya ukoo inaonena visasi juu ya maisha yangu, juu ya ndoa, juu ya mahusiano, naitengua kwa damu ya Yesu. Kila agano linaloongea kinyume changu kwenye madhabahu za ukoo, kwenye madhabahu za waganga, kwenye madhabahu za kuzimu, leo natengua kwa damu ya Yesu. Natengua kwa damu ya Yesu. Ninasimama kwa jina la Yesu. Ninaamuru kupitia Yesu, kila madhabahu inyamaze, makuhani wake waanguke, madhabahu zao zianguke, washirika wao waanguke, kafara zao zianguke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mimi hapa nimeokoka, ni mali ya Yesu, na imeandikwa kila yeyote aliyempokea aligeuzwa kuwa mwana wa Mungu. Na mimi hapa nimempokea Yesu, ni mwana wa Mungu. Sheria za ukoo hauna ruhusa ya kuniongoza, hauna ruhusa ya kunitisha, hauna ruhusa ya kunifunga kwenye magereza, hauna ruhusa ya kunifunga kwenye mashimo, hauna ruhusa ya kuniteka, hauna ruhusa ya kunimiliki kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Imeandikwa, Yesu alipokuja ulimwenguni alikuja kusababisha sisi hapa tuliokuwa wawili tuunganishwe kuwa wamoja na Mungu aliye hai. Yesu Kristo alivunja kiambaza ambacho ni sheria zenu, ambacho ni mamlaka yenu, ambacho ni dhambi yenu. Leo navunja kila kiambaza kinachonitenga na ndoa, kila kiambaza kinachonizuia kuingia kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Kila kiambaza kinachonizuia kukaa kwenye ndoa, vunjika, vunjika. Achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu.